Nyingi ni sababu za watu wengi kutokuishi makusudi ya Mungu. Kwa watu Ulaya, nataka nikwambie, wana ni urithi kutoka kwa mzee. Nataka nikwambie, kama Mungu amekupa watoto, kama Mungu amekupa watu Ulaya, lazima wa makini sana. Wazazi wengi ama familia nyingi ni sababu za watu wengi kutokuishi makusudi ya Mungu kwa sababu ya malezi. Unapopewa watoto ujue, kabla hujamlaumu mchungaji afundishi neno, mchungaji wa kwanza ni wewe. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu unajua siku hizi tunapambana kulaumu serikali, tunapambana kulaumu na kanisa. Tunakosa kuelewa kwamba huyu mtoto akai sana na serikali, akai sana na kanisa, anakaa sana na familia. Kwa hiyo wa kwanza kuweka mbegu ndani ya mtoto ni familia. Alafu mzazi akoa hivi, mtoto sasa haja tegemea kwamba wachungaji eti tumlelee mtoto vizuri. Tutajitahidi, lakini kwa sehemu yetu atakwambia sasa ngoja kuniambia mimi mama yangu au hakina niambia hivi. Bwana asifiwe. Malezi mazuri huanzia nyumbani. Kwa hiyo kama ni mzazi umezaa, uko na watoto, sio tu mchungaji atakwenda tu kupigwa fimbo, maana hata wewe ni kuhani wa familia. Kwa hiyo lazima ujitahidi watoto wakae kwenye njia za Bwana wakati bado ni mapema. Kwa hatua ya pili ni ya kuzaliwa. Najua hapa sisi wote hapa tulizaliwa. Hatua ya tatu ni hatua ya mwanadamu kuwa na maamuzi. Nimesema hapa ndipo ambapo nitachukua muda kidogo. Hatua ya tatu ni hatua ya mwanadamu kuwa na maamuzi. Nataka nikwambie kwamba kwenye maisha kuna mahali ambapo utaambiwa nini ufanye, lakini pia kuna wakati ambapo utajiamulia nini ufanye. Kuna wakati ambapo kanisa litakwambia nini ufanye, kuna wakati ambapo utafanya yale unayotaka kufanya. Hapa ndipo watu wengi wanafanikishia maisha, hapa ndipo watu wengi wanapotezea maisha. Wakati wa maamuzi, kuwa na uwezo wa kujiamulia kila ambacho unapenda. Nishakuwa mtu mzima anaweza amua. Bwana asifiwe sana. Kujiamulia ni vizuri, lakini sio kila maamuzi ni sahihi. Sio kila maamuzi yatakupeleka pazuri. Mungu, shetani, sisi unatuona hapa, hatuna maamuzi kwa ajili ya maisha yako. Jana tulifundishwa, tukaambiwa malaika na binadamu wamepewa chaguo la nini wafanye. Ndio maana malaika wale, shetani, maandiko yanasema kwamba alishawishi theluji, sehemu ya tatu ya malaika mbinguni. Na kwa sababu aliwashawishi, walifanya maamuzi ya kukubaliana naye, likawa jeshi. Mpaka ukaanza kupigana na Mikaeli. Wale watu tusika na kwamba tu walikuwa malaika tu wa shetani tangu huko, aliwashawishi. Mnaonaje serikali tupindue hapa? Wasema Mungu anajifanya wa kiroho sana. Bwana asifiwe sana. Wakaamua kukubaliana naye, wakafanya maamuzi. Mungu pia anapokuambia jambo hakulazimishi. Nakwambia tu mwanangu, ni 1, 2, 3, uamue wewe. Ndio maana na sisi hapa hakuna siku tutakulazimisha chochote. Tutakushauri, ukitushinda tutakufukuza. Bwana asifiwe. Tutakushauri, tutakwambia uko naenda ni kwa mubaya. Nini sema atupendi baadaye ukiwa tuingiza mulawama. Mungu akia tuulize kwamba mbona huyu mtu tulikupatishia, mbona ameenda pabaya, ni kwa nini? Sema manyana na akiwa wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao mko kiroho sana kuliko Biblia. Nasikia mnasema kwa kanisa kufukuzana. Petro alirambulia matusi magumu sana kutoka kwa Yesu. Rudi nyuma, wewe nani? Wewe nani? Umwita mtu mmoja shetani hapa tuone kama hiyo gitari hata ni swata hapa sasa. Bwana asifiwe sana. Lakini hebu tunajifunza vitu fulani kwa watu kama hawa. Petro huyo kwa sababu ya kujivunia uzee wake, anasema Yesu, wewe hautaniosha mimi miguu. Anasema ukikataa hapa, mimi na wewe tuko pamoja. Bwana asifiwe. Unaweza ukafanya maamuzi
lakini uelewe kwamba upande wa pili unaokushauri una maelekezo, una mwongozo. Ukienda kinyume na mwongozo utajuana na Mungu wako. Kumbukumbu la Torati pale ambapo tumesema jana 30:15, alafu utaruka kwenye 19 na 20 yake. 30:15 Kumbukumbu. Nasema angalia nitakuwekea leo mbele yako uzima na mema na mauti na mabaya. Shuka sasa kwenye 19. Nishuhudia mbingu na nchi iliyoinuliwa. Nimewekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai. Ishia kwanza hapo. Bwana asifiwe. Nani anachagua? Mungu, shetani ama? Angalia nimekuletea, angalia nimekuwekea, ni wewe mwenyewe uchague. Ndio maana mkiona mtu anaenda kuzimu, sio Mungu aliyempeleka na sio Mungu aliyempeleka, wala sio shetani aliyempeleka, ale wewe mwenyewe waihila kwa maamuzi yako wewe mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tuna maamuzi ya kuamua kwenye maisha yetu. Kuanzia kwenye umri, huenda wengine wanaanza miaka 13, miaka 15, wanaanza kuamua kuishi maisha yao. Kuna watu watakushauri, kuna watu watakuelekeza. Kanisa litakutaka ukae kwenye njia za Bwana. Lakini kama hutaki, bado tunakwambia tu chagua yaliyo mema ili uwe na uzima, lakini hatutakufanya uchague. Bwana asifiwe. Ndio hapo watu wengi wanamwaga, anaamua kukua zake mlevi, hakuna shida. Anaamua zake kukua mzinzi, hakuna shida. Anaamua kukua na kiburi, hakuna shida. Yaani unajiamulia maisha yoyote. Hapo wengine wanaamua kukimbia kwa masomo, wengine hapa wanaamua kwenda kwa masomo, wengine wanaamua kufanya kazi, wengine wanaendelea kukua mavivu. Yaani ni wakati wa kujichagulia, unachagua nini uishi. Wengine wanaamua kuokoka, nimeamua kumpa Yesu maisha yangu. Wengine wanaamua nitabaki zangu mpagani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unachagua wewe nini ambacho utakachokiishi. Lakini uelewe, chaguo unalolichagua kuna mahali linakupeleka. Hakuna maamuzi ambayo utakayoyafanya kwamba nimeamua leo kukuwa mzinzi, uelewe ugonjwa unakusubiria huko mbele. Bwana asifiwe. Mimi ninaamua kuanzia leo naachana na kanisa. Acha. Uzuri ni kwamba mimi nampenda saa zingine shetani. Shetani ni mtumishi wa Mungu. Kwa sababu ukijitia kiburi ya kukimbia hapa, yuko nje atakupiga. Utarudia tena hapa. Bwana asifiwe. Yaani ukijifanya tu mimi naachana na ibada, naachana na maombi, nenda. Watakutonga huko na magonjwa kwa kukimbilia tena ni kwa Mungu. Hata kama utakuja hapa kanisani utaenda huko bado ni kwa kanisa lingine. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima tuelewe kwamba maamuzi yote tunayoyafanya kuna mahali yanatupeleka. Wapo wengine wanaamua mimi nitafanya yangu kazi sana kama vile Jonasi. Ibada ya Jumapili zitakuwa inaonekana sana. Ni maamuzi. Bwana asifiwe sana. Lakini kila maamuzi kuna mahali yanatupeleka. Lakini kila maamuzi kuna mahali ambapo yanatupeleka. Ndio maana lazima tuelewe, maamuzi yoyote ambayo yatatutoa kwa Mungu sio maamuzi sahihi. Haijalishi unapata milioni ngapi. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza ambalo Mungu alitaka mwanadamu afanye ni ibada. Mungu anataka sifa yako. Ndio maana tulipagi pesa kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Hatulipagi pesa kwenda mbinguni. Zamani kuna watu walikaa siku nzima, Jumapili hivi na Jumamosi, baadhi yao Jumamosi wengine wao Jumapili, wanakaa tu ni mbele za Mungu, kazi zote zinafungwa, wanautafuta uso wa Bwana. Nawaambiaga siku zote hapa ndani, Marekani haina mpango wa kubadilika hii. Eti kana kwamba kuna siku watatuachia eti tufanye ibada na amani. Hakuna kitu kama hicho. Hata wana mpango kabisa wa kuongezea overtime mpaka utoke kwa Mungu. Bwana asifiwe. Ni wewe sasa tu kutumia akili na busara yako vizuri. Kazi Yesu tunazipenda, lakini kazi zisitosa tu kwa Mungu. Vipesa vipo tu, vinakuja tena vinatoka.
Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Naona wengine maamuzi hapa ni ya kutumika Jumapili, ndio maana mwitiki. Mtumike Jumapili. Shetani yuko na bawana. Kwa hiyo tunapofanya maamuzi, tuangalie maamuzi haya yanatupeleka wapi. Kwa sababu utajikuta unatoka kwenye mstari wa Mungu na kwenye lile kusudi la Mungu kwa sababu ya vitu fulani ambavyo havitakupeleka mbali. Kuna watu ambao kama mali walikuwa nazo, kama ni maisha walikuwa nayo, lakini uzuri ni kwamba maisha yako yameanzishwa na Mungu na utahitaji kuyamaliza na Mungu. Nje na hapo nenda pamoja. Bwana asifiwe. Nataka niseme kwamba Mungu saa zingine anaangaliana tu na uelewa wa akili yako. Kwa kadri utakavyoendelea kuendekeza mapenzi yako, atakuacha uendelee. Lakini mimi niwaambie, maisha ni ya Mungu haya. Maisha ni ya Mungu. Tusitoke kwa Mungu kwa sababu yoyote. Kwa sababu ni hasara sana kutoka kwa Mungu. Tunaweza kuamua hapa tukaanza kufanya kazi kwanza siku ya kwanza mpaka ya Mungu. Napla itaaksia anaona njisi isibambalabala kila wakati. Inawezekana. Lakini pesa hazitupelekagi mbinguni watu wa Mungu. Nazungumzia kwa habari ya maamuzi. Unaamua leo hii unasema nitaishi kanisani lakini nitakuwa zangu mpagani. Kwa sababu kuna tofauti mkubwa sana wa kuwepo kanisani hapa na kuwa Mkristo. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Amen. Bwana ataniambia nini maana ya kuja tu kanisani? Na kuwa Mkristo ni nini? Mkristo ni nani? Wakristo mikono juu. Juu. Mnato ambao sio Wakristo. Mama pastor, wewe sio Mkristo? Kumbe. Bwana asifiwe. Kuja kanisani ni harakati za kila siku ambazo watu wanafanya, wanakuja tu kushiriki ibada, bangamu chitoro cha miende wako lao na Amazon. Na nishawaambia hapa mimi nishakuwa dereva wa Amazon. Kwa hiyo ninunua nguo inawakilia kwangu. Kwa sababu wengi mnakuja hapa Jumapili unakuta anapia kabisa, ukimwangalia kumiguru kwa kilato ni kamupya. Amazon ishafanya kazi. Akishatonesha kwa kilato anapotea hapo wiki 5. Haonekani. Ale kile longe ngecheki. Anakola hii ngelonge achwe. Bwana saidie sana. Huo ndio kuja kanisani ambako akukupatishia uhakika wa kuwa Mkristo. Unakuja tu kushiriki na sisi, lakini wewe sio wa safari hii. Bwana asifiwe. Ukristo ni nini? Ukristo jambo la kwanza ni kumwamini Yesu Kristo, kumheshimu Yesu Kristo, kujawa Roho Mtakatifu na kuyafanya mapenzi yake. Mkristo ambaye unaishi maisha ya nje na Kristo alafu eti Mkristo. Hapana, hiyo ni mitani. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wanatushindikiza tu na mimi nimeokoka tunaenda mbinguni. Lakini tukifika kwenye mlango utashangaa sana ukiambiwa sikukujua. Kanisani miaka lakini mzinzi. Kanisani miaka lakini mchafu, Mkristo. Bwana saidie sana. Yapo maisha ambayo lazima tuelewe. Tunahitajika kuamua kama tunataka kukua Wakristo. Tujue huyu Kristo ana kanuni zake za sisi kuwa Wakristo. Huko Mkristo kiburi ni apata hapa. Bwana asifiwe. Jumapili hapo anakuja tu kuturingishia hapa Yesu ni Bwana eti anastahili. No. Hebu fanya tu maamuzi magumu. Kuokoka ni kufanya maamuzi magumu ya kuachana na vyote. Ndio maana maandiko yanasema kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa ni kiumbe kipya. Bwana asifiwe. Maamuzi. Unafanya maamuzi ndio kwa ajili ya maisha yako, lakini angalia maamuzi yanakupeleka wapi. Kila maamuzi kuna mahali yanakupeleka. Kwa hiyo uwe makini sana. Na ni hasara sana kuwepo kanisani miaka alafu bado hujaokoka. Hata neema ya wokovu hujajua. Bwana saidie sana. Bwana tusaidie. Ndio maana unakuta Mkristo ni kawaida tu kuchelewa vipindi, anachelewa maombi, anachelewa ibada. Ndani yake hamna hata kengele yoyote ya kujuta. Mkampa nini ile wa kwanza? Saa chiklo in. Acha nikimbilie na tuko yetu na wahi anakaidika acha kwa mkono ni saa ya kusaini. Acha ni wahi. Mkanisa uko na chauna unajijeni. Asema mwe.
Tukija kuokoka vizuri tutajua. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu anaolewa haraka kwenda. Niyo wanema shimlome, niyo wanema shimachi. Kukanisa unaliacha kwanza, sawa. Tulikuwa kule kuzika kule na kina Pastor Moses. Kamvula kakakuja tu kadogo tu, kamvula kakakuja. Pastor watu walifanya nini? Bwana ndiye kamvula kakakuja tu, mule mvula unachaka tu longe yakate. Batu wote mtu angaliki hapo hivyo. Batu wote wanakimbia wanaenda magari. Ndio wanadamu wenjoka nakala tu kuwapenda, yani kuwafurahisha hapo hivyo. Benjo batakuacha hapo, bao sene alafu hapo ndo siwezi mchukiza mama yangu, siwezi mchukiza baba yangu. Kama nakuelekeza vya mbaya usimsikilize. Bwana asifiwe. Amen. Ni kweli Biblia inatuambia tutii, lakini sio kila kitu. Sio kutii. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu mtu mwingine anakuambia heshimu mchungaji wako. Sasa hapa nikikwambia tu kwamba nenda kwenye kikombe hapo kuna sumu kunywe. Kwa hiyo utaheshimu kwa sababu hiyo. Hebu heshima na nyewe pia hata na akili sasa. Hapana wewe kanisa lenu suku mama yangu alisema. Bwana zaidi sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima ujisimamie kama vile Mkristo. Ujue kwamba ni wajibu wako kuwa na maamuzi ya kumpendeza Mungu wako. Hakuna mtu mwenyewe atakusaidia kumpendeza Mungu, ndio hicho ujue. Na ujue kwamba Ukristo ni maisha binafsi, sio maisha ya watu wawili. Tunakuja hapa ni kusaidiana tu. Ninakuhubiri hapa kwa sababu nisaidie imani yako imwelekee Mungu vizuri, lakini kujifanya kuwa sawa na Mungu ni wewe mwenyewe. Bwana sante sana. Bwana tukuzwe. Unajua kitu ambacho nimefanya uchunguzi na kugundua ni kwamba wanadamu wengi hawatoki kwa Mungu kwa sababu ya shetani. Wanatoka kwa Mungu kwa sababu ya wanadamu wenzao. Ushawishi. Bwana asifiwe. Amen. Unawaje tuendelee na hii kanisa ama tuache? Mchungaji chunuzu kuna kaji watu wataumitoka. Tepo mwalimu tole anena hapo. Bwana sante sana. Wanashauriana tu hivi. Unaona wiki moja wanachelewa. Shida nini? Unaona za wala kuvitoka. Kwa hiyo naona kwa ni tatizo. Bwana sante sana. Kitu gani hapo nataka tu nikwambie? Kama kuna mtu yeyote ambaye atakushauri kwa habari ya kuachana na Mungu na kuachana na njia za Mungu, huyo mtu achana naye. Huyo mtu achana naye. Maandiko hayajasema tu rafiki. Yanasema mtoto wa mama yako, etoa nemo yule hajabida. Aniambie kwamba niachane na Mungu, mkono wangu kwa kwanza kumuua. Si vile maandiko yanasema? Kwa sababu anataka kukufarakalisha na Mungu wako. Yakae wewe. Bwana sifiwe. Sasa kama tu ndugu wa ndani Biblia inasema yakae wewe. Rafiki je? Si tunamchana tunampiga kama bucha. Lakini nataka nikuoneshe kwa habari ya maamuzi. Maamuzi mengi ambayo tunayafanya huku tukiwa akili zetu zimelala. Yaani kuna vitu tunavipea nguvu na kipaumbele sana, lakini mambo ya Mungu tunayaacha nyuma. Watu wengi wanasema tu mimi kwangu Mungu kwanza. Mungu kwanza wa mdomo. Kwa sababu kama unajisikia kwanza kufanya kwanza vitu vyako mpaka nimalize kazi yangu ndio nitakia kukanisa. Bwana sante sana. Yaani mpaka nimalize kazi yangu ndio nitakia kwa kanisa. Mpaka nimalize kufula ndio nitakia kwa kanisa. Mpaka nimalize sijui kwenda kumwangalia fulani ndio nitakia kwa kanisa. Watu wa mafamilia wakishawekea maratiba na ngoja naona hapa fulani hapa. Familia tukipanga tu kikao, zile sasa zenyewe watasema ndio zenyewe mtaenda. Kwa kanisa ndio mnaanza masababu. Bwana sante sana. Familia ni kweli ni mzuri kuheshimia. Lakini tuelewe kwamba ukishakufa hiyo ni jamaa hiyo haitakusaidia chochote. Ndio maana maandiko yanasema